Hujambo, karibu kwenye udukuzi wa magazeti hii leo, na sehemu moja ambayo tunapenda kuifuatilia kwa kina hii leo ni pale tunapochunguza magazeti mengi upande wake wa nyuma. Tunafanikiwa kugundua kwamba magazeti mengi yameweza kuchapisha habari inayomhusu rais wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans na pia rais wa vilabu vyote barani Afrika, Engineer Hersi Said, ambaye yeye kwa mara ya kwanza ameweza kuiwakilisha Afrika, ameweza kuiwakilisha Tanzania kwenye mkutano mkubwa kabisa ambao ulifanywa na FIFA. Na katika mkutano huo rais huyu wa Dar es Salaam Young Africans pamoja na vilabu vyote barani Afrika aliweza kupata muda au fursa adhimu kabisa ya kuweza kutoa neno na kutoa elimu kuhusiana na mpira wetu wa Afrika. Na ukichunguza sehemu nyingi za nyuma za magazeti hayo zimeweza kuonyesha jinsi ambavyo rais huyo wa klabu ya Yanga pia akiwa rais wa vilabu vyote Afrika aliweza kufafanua kwa upana zaidi kuhusiana na changamoto, migogoro, faida na hasara zinazoweza kupatikana ndani ya vilabu. Lakini leo tunapenda kujikita kwenye sehemu moja. Moja kati ya mfano ambao ulitumika katika mazungumzo hayo ni mfano uliohusisha migogoro iliyotokea siku si nyingi sana katika klabu ya Simba Sports Club, ambao kihalisia hao ni watani wa jadi wa Dar es Salaam Young Africans. Na katika mfano huo klabu hiyo iliweza kuonekana video zake, wanachama wapenzi wa klabu hiyo wakiwa na hasira kali na hata wakiwa wanaonyesha vurugu kwenye mkutano mkuu ambao ulifanywa hivi karibuni, ambao uliweza kutokeza changamoto kubwa kati ya wanachama pamoja na mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu. Na sasa kila mtu ambaye alikuwa akifuatilia mkutano huo angeweza kuona matukio yalivyokuwa, na pia mazungumzo yalionyesha jinsi ambavyo viongozi wa klabu hiyo ni hawako makini, hawako sahihi, wanasababishia klabu migogoro, na hata pia kuonyesha kwamba wanachama hao wameanzisha vurugu na fujo hizo kwa sababu klabu haiko stable, inapitia changamoto, na changamoto hizo zinasababishwa na uongozi direct moja kwa moja. Mfano huu ambao ulitumiwa na rais wa vilabu vyote barani Afrika, hapo akiwa anawakilisha vilabu vyote pamoja na Simba yenyewe. Lakini huu mtazamo ambao ulikuwepo katika mfano huu, sijui ulikuwa ni mtazamo wa aina gani. Kwa maoni yangu, hii ilikuwa na maana tofauti sana kwa klabu ya Simba, na si klabu tu ya Simba, lakini pia ligi yetu, ligi ambayo tunaisifia kwamba ni ligi namba 5 barani Afrika. Hivi ni kweli? Ndani ya ligi namba 5 barani Afrika unaipata timu imejaa migogoro, timu ambao wadhamini wake inabidi wahofie kuona kama tutaweka pesa zetu pale zitakuwa sehemu salama, timu ambayo wachezaji pia itabidi wahofie, wawaze kwamba hivi tukienda kucheza kwenye ile timu ni sehemu salama. Vipi makocha, vipi wageni wengine wowote ambao watakuwa tayari kutafutwa na hiyo klabu, ni nani atahisi yuko sehemu salama? Jibu ni wazi. Kwa hiyo ingawa mfano huo ulitolewa, lakini ulikuwa na mwelekeo hasi, si tu kwa klabu ya Simba, lakini pia kwa ligi yetu pendwa. Ninaweza kusema kwamba pamoja na kwamba yeye ni rais wa vilabu vyote barani Afrika, lakini pia ni rais wa klabu pendwa na klabu bingwa wakati wote Tanzania, Dar es Salaam Young Africans, katika hili jambo hakuwatendea haki kabisa Simba Sports Club.
hakuwatendea haki kabisa wanachama wala wapenzi wa timu hiyo, lakini pia hakuitendea haki kabisa ligi yetu, ambaye yeye pia ni mmoja kati ya washiriki wa ligi hiyo. Kama kiongozi wa klabu, lilikuwa ni jambo jema zaidi kuipaisha hiyo ligi na kuto kuzungumzia migogoro mbele ya watu wote duniani, tena migogoro ambayo bado haijapatikana ufafanuzi au utatuzi wake. Haya ni maoni yangu, lakini pia kwa maoni yangu napenda kusema kwamba klabu ya Dar es Salaam Young Africans ambayo rais wake ni Engineer Hersi Said, ambaye pia ndio rais wa vilabu vyote barani Afrika, hatuwezi kusema kwamba haijawahi kuwa na migogoro hata kidogo. Na si tu zamani kwamba ni zamani sana, hata wakati ambapo Engineer Hersi mwenyewe akiwa kiongozi, klabu hiyo imeshawahi kupata migogoro. Bila shaka tunakumbuka kuhusiana na wakati fulani ilitokea migogoro kati ya uongozi wa Young Africans pamoja na Mzee Magoma na watu mbalimbali ambao walipelekea kuleta klabu ikapelekwa mahakamani, kesi zikashtakiwa na mambo tofauti tofauti. Kama jambo kama hili liliwahi kutokea kwenye klabu pendwa ya watu wengi, Dar es Salaam Young Africans, akiwa kama kiongozi wa klabu hiyo hiyo na pia kiongozi wa vilabu vyote, ilikuwa jambo jema hata zaidi kutolea mfano kama huu. Ni mfano ambao unaihusu klabu yako mwenyewe, lakini pia ni mfano ambao unaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo ulifanikiwa kutoa suluhisho la kudumu. Kwa nini? Baada ya hiyo migogoro ilifikia wapi? Kumbe ilikuwa ni fursa nzuri kuwataarifu umma kwamba ndani ya ligi ya Tanzania imewahi kutokea klabu ambayo imepata mgogoro kati ya wanachama na uongozi, hata kupelekea kufika mahakamani. Lakini si mahakamani tu, mgogoro ambao uliendelea kwa muda fulani ambao ulileta hali taharuki ambao haikuleta hali nzuri kwenye klabu. Lakini kwa sababu ya uongozi thabiti, uongozi wenye nguvu, uongozi makini ambao unasimamiwa na rais mwenyewe Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Yanga na pia rais wa vilabu vyote barani Afrika, aliweza kuumaliza huo mgogoro kabisa, na hatimaye klabu imebaki imesimama tuli, inaenda vizuri, inawavutia wadhamini, inawavutia wawekezaji, wachezaji, viongozi, makocha na wote wanapenda kuingia na kucheza ndani ya timu. Tanzania kwa sasa hakuna klabu yoyote ambayo inavutia kwa wachezaji, kwa viongozi, kwa makocha na kwa mtu yote kama Dar es Salaam Young Africans. Ikiwa ungetumika mfano kama huo, ungekuwa ni mfano unaoweza kuisaidia ligi yetu. Ungeonyesha jinsi ambavyo tunaweza kupata changamoto na kuzimaliza, lakini pia mfano huo usingeleta mgogoro na klabu nyingine yoyote. Kwa maoni yangu, rais wa vilabu na rais pia wa klabu ya Young Africans hakuitendea haki ligi yetu, hakuitendea haki klabu ya Simba ambao pia ni kati ya wale ambao wanawaongoza akiwa kama rais wa vilabu vyote, lakini pia hakuwatendea haki mashabiki wa mpira ambao wanapenda kunufaika na klabu hizi zote pendwa, Dar es Salaam Young Africans na Simba Sports Club. Hizi ni klabu zenye watu wengi sana. Wadhamini wanapenda Simba na Yanga, wachezaji wanapenda Simba na Yanga, viongozi wanapenda Simba na Yanga, hata makocha wanapenda kuwa makocha wa Simba na Yanga. Hizi kwa sasa ndio moyo wa mpira Tanzania. Yeye ni kiongozi, yeye ni rais, anaweza akaangalia kuona jinsi ambavyo anaweza kufanya ili kuona ni kwa jinsi gani ambavyo anaweza akalisuhuisha hili jambo au kupunguza taharuki ambayo imeendelea kujitokeza mpaka hivi sasa,
au kuendelea kuondoa sintofahamu ambayo inaonekana ni kana kwamba anaendelea kuipiga mawe klabu ya Simba ili iendelee kudhoofika kiuchumi, iendelee kukosa wachezaji bora, wasiipende klabu hiyo, iendelee kukosa wadhamini na hata pia ipunguze mvuto ndani na nje ya Tanzania. Hayo ni maoni yangu. Na wewe una maoni gani? Usisahau kulike, kuweka comment yako na hata pia kushare mambo mbalimbali ambayo unaendelea kuyapata kwenye YouTube channel yangu ya udukuzi wa michezo na magazeti, lakini pia kwenye Instagram page yangu Elia Milton 01, bila kusahau Facebook account yangu Elia Milton Journalist, na humo utaweza kupata habari nyingi tofauti tofauti za michezo za papo kwa papo na pia udukuzi wa kina kama huu, kuchambua jambo moja baada ya jingine, faida na hasara zake. Usiache vikupite. Get ready. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kuwa tayari wakati wote kupata habari mpya. Yes. All 5.